For those asking about this Margaret Nduta story, wenye waelewi story ya Margaret Nduta, umekuwa tu ukiona online na uelewi the full story. Here is the summary. So Margaret Nduta anatoka hapa Murang'a. She is Kenyan, okay? And just like every other Kenyan, we are all trying to keep our heads above water right now. We are only trying to survive, at least put something on the table. So katika harakati za kutafuta tafuta, one mzungu called Only John, mzungu fulani anaitwa Only John, alipatia Margaret Nduta a job offer. Okay? Alimpatia job. Like just like unaweza kuwa unatafuta job, unatafuta wera, alafu unapata msee anakupatia job sasa. Na hii job ni lucrative sana. It is a very lucrative deal. Job yenye Only John alipatia Margaret Nduta ni kumpelekea suitcase kutoka Kenya mpaka Vietnam. Okay? Kenya mpaka Vietnam. Akamwambia nitakulipa $1,300. That is equivalent to 167,000 Kenya shillings. Okay? Margaret Nduta akasikia, kila kitu ishakuwa organized, ndege, kila kitu ya kwenda mpaka Vietnam, and all I have to do ni kudeliver to suitcase. Hii deal ni fiti sana bana. Hii deal ni mzuri sana. See, I just take this deal. So Margaret Nduta, from this look of things and from the way things are sounding, ni kama hakujua ni nini amebeba, na ni kama venye alisikia the pay hakuuliza maswali. She just took the suitcase. I mean, naenda hivi na nikirudi I am rich, just to deliver a suitcase. Sasa Margaret Nduta akatoka akatumia Ethiopian International Airport inaitwa Bole. Pale suitcase yake haikuwa identified, hawaku discover what was in the suitcase. Akapitia from Ethiopia International Airport akafika Hamad International Airport, which is in Qatar. Pale pia inspection alipita tu vizuri sana. Sasa kutoka Qatar sasa akaenda akafika sasa Vietnam. Now this is where the story becomes interesting. Venye alifika tu Vietnam our joke na stories za drugs. Kwa sababu ile suitcase Nduta alipatiwa Kenya ilikuwa imebeba kilo ngapi? Kilo 2 za cocaine. Sasa venye alipita Ethiopia na akapita Qatar kufika Vietnam akashikwa. Vietnam has very tough laws against drugs. Okay? So ile harakati za madogi kutumiwa kusniff dogi na tumiwa kunusanusa bag, ikakuwa discover that there is something off about this bag. Of course now they had to open it. Kufungua bag wakapata ni nini? Ni cocaine kilo 2. We Margaret Nduta akaanza kulia hapo, akaanza kusema, "Oi, mimi sikujua ni nini nimebeba. Mimi nimepatiwa tu hii suitcase nilete Vietnam kutoka Kenya, akisijui nini." And this story haija happen juzi. Hii ni story ya 2023. Meaning inaweza kuwa ilikuwa first time yake kufanya hiyo smuggling, kujaribu hiyo kazi, which would be quite unfortunate, ama ni kitu alikuwa anajua. Ni venye sasa siku za mwizi ndio 40. Sasa akaanza kusema mimi niko innocent, I'm just nimetumiwa, mimi sikujua, hawakuniambia wameweka nini ndani ya bag. Lakini Vietnam nao ni kina nani? Vietnam na story against drugs our take lightly. Ukiangalia hata story zao, there are people from Malaysia wenye wameshikwa. Mtu ameshikwa akiwa na pills 5 tu za drugs doing 10 years in Vietnamese jail. Mtu ameshikwa kutoka Thailand ati alikuwa na drugs, amekuwa jail for 20 years in Vietnam. Mtu ameshikwa kutoka China ati alikuwa ana evade tax, ameshikwa alikuwa na evade tax na akismuggle drugs into Vietnam. As in, they are very serious when it comes to drugs. Wanasema una smuggle drugs kwa nchi yao kuharibu youth wao na watoto wao. So Wakenya wamekuwa kipiga nduru. Tafadhali William Ruto, President of Kenya, ongea na Vietnam government, at least waachilie udem atarudi afanywe trial hapa Kenya. Mama ya huo udem anaitwa Purity Wangui. Purity Wangui amelia, ameplead, amesema sana. Ameplead, amesema
at least mtoto wake aletwe tu huku Kenya, hata kama ataserve your death sentence in a Kenyan prison, it would be better. So kuna huyu principal secretary wa foreign affairs wa Kenya anaitwa Korir Sing'oei. Okay? Korir Sing'oei ndio principal secretary wa foreign affairs. Foreign affairs ni mtu mwenye yako concerned, anaweza kuwa a link between Kenya and outside world. Hizo ma countries za huko nje kuna venye wanaweza ongeleshana directly with ease. Wewe unajua venye umekaa hapo, hauna connection yoyote whatsoever ya kuongea na government ya nchi nyingine, for example Uganda ama hata Tanzania hapa. So that principal secretary anaitwa Korir Sing'oei alipiga simu Vietnam, akaongea pia na principal secretary wa foreign affairs wa Vietnam, akajaribu kunegotiate, akamwambia tafadhali turilisieni huyu dem arudi tumfanyie trial huku. Lakini huyo principal secretary wa Vietnam pia naye anasema sisi hatu joke na watu wanajaribu kusmuggle drugs in our country. As we speak, penalty ya huyo dem ya huko Vietnam, penalty amepatiwa ya kusmuggle, kujaribu kuingiza drugs kwa hiyo nchi is death. Si kama hapa Kenya kwenye ukiambiwa ati you have a death penalty unaenda kuwa jail for life, hiyo ndio death penalty hapa Kenya. Huko ni lethal injection. Lethal injection ni unadungwa na dawa yenye inakumaliza instantly, you are dead. Ni kifo, unakufa, unazikwa. Sasa imagine anauliwa huko, mama yake hata waimuona, anakufa huko, atazikwa, sijui watamfanyia nini after they've killed her. They don't joke, by the way, they are very serious. So Kenyans are left wondering. Niliona Babu Owino pia alijaribu kuplead na gava ifanye something. Watu wamepiga manduru huko. So all we have to do, all we can do right now is to pray for Margaret Nduta. Because if we don't, sijui kutaendaje majamaa, sijui kutaendaje. Ama I guess the saying is true, you live by the sword, you die by the sword.